Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimia kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai popote ulipo, uliye bara Ulaya, bara Amerika na popote ulimwenguni. Ni mimi Pastor Musa Kilamba. Leo nataka tukajikumbushe neno la Mungu linaloleta uzima, na tunao safari ya kwenda mbinguni. Kichwa cha somo kinasema ifahamu kweli ya Mungu nayo itakuweka huru. Biblia inasema kitabu cha Yohana sura 8:32. Biblia inasema tena mkifahamu kweli nao kweli itawaweka huru. Nataka niseme ya kwamba mtu wa Mungu, katika hususan siku za mwisho, watu hawapendi kweli ya Mungu. Yesu akasema tena mkifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Ule mstari wa 34 inasema kwamba mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yani mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini Yesu anasema tena mkifahamu kweli ya Mungu nayo itaweka huru. Na ukikuta mtu anakuambia ukweli wa Mungu, mshukuru sana Mungu, maana huyo anakuelekeza kwenda mbinguni, anakuelekeza kwenda kuona uzima wa milele. Lakini ukikuta mtu hakuambii ukweli, unakosea, hakuambii mambo ya ukweli, anapindisha ukweli, maana yake huyu anakusukumia kwenda jehanamu, au anakusindikiza uende jehanamu. Ndio maana nataka niseme ya kwamba watumishi wa Mungu, tuambieni watu ukweli. Hizi ni siku za mwisho. Waambie watu ukweli. Awe tajiri akikosea, mwambie ukweli, kemea. Awe maskini akienda kinyume na mpango wa Mungu, kemea, mwambie ukweli. Nataka nikwambie, siku za mwisho watahukumiwa wakubwa kwa wadogo, watahukumiwa maskini kwa matajiri, wote watahukumiwa. Kwa hiyo natakiwa tuseme ukweli. Na Biblia inasema ukifahamu kweli nayo kweli itakuweka huru. Ndio maana leo unashangaa mwingine anaenda kanisani bado ni mzinzi, akikemewa anakuwa ni mkali. Unakuta mwingine labda anaenda kanisani ni mama au binti, anavaa visuruali, akiambia kweli ya Mungu anakuwa ni mkali. Kizazi cha zinaa, kizazi kijeuri, kizazi kijuazi. Na Mungu amesema kizazi cha siku za mwisho kimewekewa akiba kwa ajili ya moto wa milele. Sikia mtu wa Mungu, wewe unatazama popote ulipo, geuka leo na uifahamu kweli ya Mungu, na kweli ni Yesu Kristo. Na kama hujaokoka, ni heri ukaokoka, ukamwamini Yesu akawa Bwana na Mwokozi. Na wewe uliyerudi nyuma, tengeneza leo. Ninasema na wewe hapo ulipo, ninasema na wewe tengeneza leo. Watumishi wa Mungu wengi hawausemi ukweli wa Mungu, wanapindisha. Unashangaa mwingine ni mzinzi, anatembea na mke wa mtu, lakini mtumishi hataki kuambia ukweli. Unakuta mwingine ni shoga, watu hataki kusema ukweli, wanawakumbatia, wanaogopa kuambia. Lakini nataka nikwambie, siku ya mwisho kuna damu zitakulilia wewe mtumishi ambao kuambia watu ukweli. Maana damu yoyote ambao ukiambia ukweli wa Mungu itakulilia siku ile. Inatakiwa waambie watu kweli ya Mungu, na watu tuwaelekeze kwenye uzima wa milele. Hizi ni siku za mwisho na unyakuo uko karibu sana. Tuambieni watu habari za uzima, habari za ujio wa Kristo, na siku iliyobaki ni unyakuo. Watu wanapindisha ukweli wa Mungu, wanaupindisha, na watu hawataki kuambia ukweli. Hawataki kuambia ukweli, ni wakaidi. Unashangaa kijana mwingine ni mzinzi, ni msherati. Unataka kingine kibinti kinatembea na mume wa mtu, na kinalembwa, kinaimba na kuimba, praise team kinaimba, lakini kimeshikilia mume wa mtu. Unakuta mwingine ni kijana ameshikilia mke wa mtu, na anaenda kanisani na anaimbisha praise team, anaimbisha praise team. Ndio maana leo unashangaa kwenye praise team, unashangaa vibinti vimevaa visuruari, wanaika mambo ya kizungu, wazungu walioharibika siku nyingi. Kinakionyesha tu kizazi cha zinaa, na kinawatega watumishi wa Mungu. Na unakuta kibindi kimevaa kisuruari, na mwanamke wamevaa kisuruari, wanaenda mpaka madhabahuni.
Madhabahu tumezinyazi, madhabahu zimenajisika, zimekosa nguvu kwa sababu watu wanaendelea kutenda dhambi. Ule moto wa madhabahu hautembei kwa sababu watu wanaambia kweli ya Mungu wanakataa, wanapindisha ukweli. Watumishi na wenyewe wanapindisha ukweli wa Mungu. Unakuta binti anambia acha kuvaa visuruali, ni machukizo. Acha mwanamke kuvaa suruali, ni machukizo mbele za Mungu. Hiyo ndio kweli ya Mungu. Na mwili wako ni hekalu la Mungu. Haya mambo nitayasema angali nikiwa hai, nitayasema. Hajalishi uwe ni tajiri uwe maskini, nitasema. Ubadilike, nisije nikadaiwa damu yako. Mimi nanawa kwa ajili yako. Nisimalize kusema kwamba share ujumbe huu na watu wengine. Na kama hujaokoka, muamini Yesu. Yesu yuko mlangoni na Yesu anakupenda. Ni mimi Pastor Musa Kalamba. Amen, amen.